Kwa jina naitwa Elizabeth Pius. Kulingana na changamoto tunazopata kwa ajili ya mwaro kuzama, sisi wa mama changamoto tulizonazo, mwanzo kabisa mwaro ulikuwa bado haujazama. Tulikuwa tunafanya biashara vizuri, tulikuwa tunapata fedha vizuri kupitia mwaro huu. Lakini kwa ajili ya mafuriko, maana yake tumekuwa na hali ngumu kwa ajili ya mafuriko haya yaliyotokea katika kijiji chetu hiki cha Mwakizega, Myobozi mpaka Kabeba. Changamoto imekuwa ni kubwa na imetuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Mwanzoni hali ilikuwa nzuri kwa sababu mwaro ulikuwa uko vizuri kabla ya mwaro haujazama. Kwa hiyo mambo yalikuwa yako mazuri, walikuwa wakivua, tunapata pa kuanika, wanunuzi wanakuja wananunua, tunapata fedha. Lakini kwa sasa hivi mwaro ulipoharibika, pa kuuzia hatuna. Kwa hiyo ni changamoto moja ambayo inasababisha sisi wa mama ituathiri pamoja na familia zetu na watoto, kwa sababu ilikuwa inatusaidia upande wa watoto na familia kwa ujumla kupata riziki zetu za kila siku. Kwa jina naitwa Caritas Dickson. Imetuathiri sana maana baada ya hapa kuzama kila kitu kilirudi nyuma. Tulikuwa tunategemea uvuvi hapa, tupate dagaa, tuuze wengine na watoto kama hivi, lakini mambo ni magumu sasa hivi. Kwa hiyo na watoto ndo kama hivi tunahangaika. Tulikuwa tunaomba tusaidiwe mitaji, tuangalie kazi nyingine ya kufanya kama hivi dagaa zinapanda bei kutokana na uchumi kuathirika. Vitu kama hivi kuathirika vyote vilizama. Hali ni ngumu kwa sababu hapa ndio tulikuwa tunategemea hata ukienda kuchimba muogo uuze unga, lakini utamuuzia nani ambaye akivua dagaa anaziuzia wapi? Kwa tumeathirika na watoto, njaa kali. Mimi naitwa Lailati Haruna. Mwenyekiti akiwa ni Salima Mahmud. Kwa kweli changamoto tulizonazo kama mlivyoziona, mwalo umezama kama tegemezi letu, kama ziwa Tanganyika, kama uhai wetu, kiwa tegemezi letu na tunalipenda. Michikichi imezama, mimea aina mbalimbali imezama, ambayo ilikuwa ni changamoto yetu ambayo tunaitegemea ndani ya mwalo huu. Kama mnavyoona mwalo umevozama, mwalo umekuwa ueleweki. Kwa kweli kina mama kwa kiasi kikubwa tumeathirika kulingana na mambo ambayo yametokea, kulingana na mazao tegemezi ambayo tulikuwa tunategemea kutulinda ndani ya kitongoji hiki yalivyozama. Mambao wazima wote mpaka sasa hivi tumebakia tunategemea ni mwalo huu wa Myobozi. Ndio imebaki kama tegemezi. Na mwalo wa Myobozi kama mnavyoona unapoelekea sio uzuri. Kwa majina naitwa Wendelina Christopher, kikundi cha Tuvuye Kule, mimi ni mwenyekiti. Mimi ninachokiomba naomba kama Mama Samia atatusikia, aje aturudishie majengo yetu, atuwezeshe ili turudi kama hali tulivyokuwa, hali ya kawaida kama zamani tulivyokuwa. Shirika la Meka lipo kwenye utunzaji wa mazingira. Sio mazingira tu. Tukajikita pia kwenye watoto wanaoishi mazingira magumu, lakini na wazazi wajane. Tukapita huko, tukaona sio vyema turudi na kwa wadau. Jamani, wavuvi na wamiliki wa vyombo wote ni wadau wa mradi huu. Tusipoachana na uvuvi haramu, tusipofanya mabadiliko chanya, basi tutakwenda kufeli. Watoto ambao tunawazaa mwisho wa siku watafika mahala watatulaumu tusipolinda hili ziwa Tanganyika. Niwaombeni ninyi wana vikundi, akina mama, wajasiriamali wa mazao haya, wavuvi na uchakataji, naomba tuwe waangalizi wakubwa wa ziwa Tanganyika kwa kufanyia ulinzi wa achana na uvuvi haramu, lakini pia uharibifu wa miti kwenye misitu huko ya hifadhi na iliyopo nje ya hifadhi ya vijiji na kata na wilaya hii ya Uvinza yenye vijiji 61 na kata 16. Tuna haja ya utunzaji wa mazalia ya samaki. Bila kutunza mazalia ya samaki, kwa kweli sitegemei kwamba wajukuu na vitukuu kama watakuja kufaidika na hili ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tukitunza mazalia ya samaki, nadhani tunaweza kupata hata mazao mengi ya samaki. Ukiangalia sasa hivi hili ziwa letu limekuwa halitoi dagaa wa kutosha, samaki wa kutosha. Leo hii ukifika Rukoma huko hadi hapa dagaa za Mwanza ndio zinatumika. Ziwa liko hapa lakini unakula dagaa wa Mwanza. Kwa kuna haja ya kujaribu tuwe wazalendo, tuuze mazalia ya samaki,
tuache kutumia hizo nyavu mbovu au hizi ringnet, sijui kama huku ipo, kuna kokoro, kuna fimaya. Sasa hayo yote yanakwenda kuharibu nini? Mazalia ya samaki. Na kama mnavyofahamu, ile fimaya wanakuambia inaweza kukaa hata zaidi ya miaka 20 iko kwenye ziwa. Kwa hiyo inaendelea kuua tu samaki na dagaa. Kwa kuna haja ya sisi kama wakazi wa Myobozi tuhakikishe kushirikiana na taasisi ya MECO ili tuweze kutunza mazingira yetu tulionao hapa katika kijiji chetu.